Habari na karibu kwenye Revealing Revelation, kituo cha unabii wa Biblia kinachochambua kiini cha mafumbo ya unabii. Jina langu ni Alan Dubre, na kama utapata kitu kutoka kwenye mafundisho yetu, kumbuka kupenda, kushiriki na kujisajili. Kama una familia na marafiki wasioelewa Kiingereza, tuna tafsiri za lugha kwa kila somo kwenye kituo hiki. Video fupi na video kamili zimetafsiriwa kwa lugha zingine 10. Utakuta viungo kwenye kisanduku cha maelezo hapa chini ili uweze kushiriki. Pamoja na hayo, katika mafundisho yaliyotangulia tuligusia kipande cha ufunuo wazi kabisa. Hiyo ilianza kukuonesha kwamba pre-trib, mid-trib na post-trib ni kweli kabisa, na haifanyiki kwa kipindi kiitwacho miaka 7, bali kwa kipindi kiitwacho miaka 14 na sehemu ndogo iitwayo hapo juu. Naam, leo tutazama ndani zaidi na kukuonyesha ni wapi hizi zinaweza kupatikana, ambapo safari ya kabla, katikati ya kabila na baada ya kuteseka zinaweza kupatikana katika sehemu nyingi zaidi za maandiko, kwa kuzingatia leo ndani ya Injili. Kwa nini Injili? Kwa nini hasa Injili za muhtasari wa Luka, Marko, Mathayo? Naam, kama umekuwa ukifuatilia, sasa unaelewa kwa nini kuna Injili 3 za muhtasari, kwa nini zina mazungumzo yale yale, hadithi zile zile, lakini zimepangwa tofauti, na wakati mwingine zikiwa na maneno ambayo hayalingani. Inaonekana kama ni kitu tofauti kabisa. Naam, hiyo ni kwa sababu ni unabii umechanganywa katika maandiko yote, na tumekuwa tukithibitisha hilo kwenye chaneli yetu ya Ministry Revealed kwa zaidi ya miaka 8, katika dazeni na kadhaa na makumi ya sehemu katika Injili pekee. Kwa hivyo kwa ufahamu huo sasa, na ikiwa haujasikia, rudi nyuma na uanze kutazama baadhi ya video hizi tangu mwanzo, na utaelewa hasa tunakotoka. Kwa hivyo mazungumzo haya katika mafundisho ya mwisho yalikuwa nini? Ilikuwa papa hapa katika 2 wa Korintho 12. Sasa kumbuka, kila kitu kilichokuwa ni kitakuwa. Hakuna jipya chini ya jua. Ni mashairi, sawa? Sio sawa. Ni mashairi, na ni jambo lile lile kwa unabii. Haionekani wazi mbele ya kila mtu wakati wanasoma tu kurasa kama ulivyo, wakifikiria ndani. So, kuna kilichokuwa, kuna kilicho na kuna kinachokuja. Na was na is zote zitacheza katika aina za nikuja. Kwa hiyo, kadri ufahamu wako wa nyakati za mwisho unavyozidi kufunguka, utaanza kuona kila mahali katika maandiko. Na hapa katika 2 wa Korintho 12 ni hali ya aina ile ile. Huyu ni Paulo, anazungumza kuhusu tukio lililotokea katika maisha yake kwa kipindi cha miaka 14 na zaidi. Lakini ukiangalia kwa mtazamo wa kinabii, unaona kabla ya dhiki, katikati ya dhiki na baada ya dhiki kurudi kwa Bwana. Ni wazi kabisa. Inasema, nilimjua mtu ndani ya Kristo zaidi ya miaka 14 iliyopita. Tumeonyesha kwa miaka mingi kwamba hiki zaidi ni kipindi cha siku 50. Itakuwa wakati kama wa unyakuo kwenda mbingu ya 3, ambayo ni sehemu ya ufalme wa Mungu. Kisha inasema, nilimjua mtu wa aina fulani, sio kabisa ndani ya Kristo kama yule wa kwanza, lakini ni jinsi alivyonyakuliwa. Huu ndio unyakuo, na huyu anaenda paradiso, ambayo pia ni ufalme wa Mungu. Kisha inasema, Paulo hapa kwenye mstari wa 14, tazama mara ya 3 niko tayari kuja kwenu na sitakuwa mzigo na kadhalika. Hii ni picha ya Bwana sasa akija na ufalme wa mbinguni baada ya dhiki, miguu chini juu ya mlima wa Mizeituni. Kabla, katikati na baada ya yote ni kweli. Na kama unashangaa wakati mwingine kama sijasema sura niliyo ndani, angalia tu upande wa kulia na utajua ni sura gani nipo. Kwa hiyo tuliongea kuhusu hili hapo awali kwenye ile iliyopita, na pia kwenye baadhi ya vipande vifupi. Sasa hebu tuende hatua moja mbele na tukuonyeshe kabla, katikati na baada kwenye Injili. Je, unajua kwamba katika hotuba za Luka, Marko, Mathayo, Luka pekee ndiye aliye na pre-trib? Je, unajua hivyo? Marko, je, halijadiliwa katikati ya kabila ndani yake? Je, unajua kuwa Mathayo ana shauri la baada ya kabila lililojadiliwa ndani yake? Kwa sababu hakuna kupokea au kukusanywa kwa watu bado hadi baada ya mwaka wa mwisho, lakini Luka pekee ndiye anayetaja moja kwa moja juu ya watu wanaochukuliwa, na huyo ndiye mtangulizi wa kabila. Angalia hii. Hapa tuko katika hotuba ya Luka. Pole, samahanyo.
katika Luka sura ya 19, kabla tu ya hadithi ya kugeuka sura, katika mstari wa 28, hapa tuko katika mstari wa 27. Sikiliza kwa makini. Lakini mimi nawaambia ukweli, kuna wengine wamesimama hapa ambao hawataonja mauti hata wauone ufalme wa Mungu. Je, unajua hiyo inamaanisha nini? Boom! Jambo linalofuata watakaloona yeyote yu hai katika wakati ule wa kabla ya kabila, jambo linalofuata watakaloona bila kuonja mauti kamwe, mshino, ni ufalme wa Mungu. Tazama hii. Hebu tuone Marko anasema nini. Katika Marko sura ya 9 mstari wa 1, akawaambia, amin nawaambia, wako baadhi ya hao wasimamao hapa ambao hawataonja mauti, sikilizeni kwa makini, hata watakapouona ufalme wa Mungu ukija kwa nguvu. Hiyo si sawa na ya Luka. Moja ni bang, jambo la pili utakaloona ni ufalme wa Mungu ambao haujaonja mauti kamwe. Huyu anasema hata watakapouona ufalme wa Mungu ukija. Angalia, Luka na Marko wote wana ufalme wa Mungu. Je, unajua kwa nini? Kwa sababu kabila la kabla na katikati ya kabila zote zinaenda kwa ufalme wa Mungu. Ya tatu, mbinguni ni ufalme wa Mungu. Paradiso ni ufalme wa Mungu. Kurudi kwa Bwana ni kuja kwake na mbingu duniani. Unaona tofauti? Sasa tutagusa tofauti hizi kwa undani zaidi katika sekunde moja. Tuende kwa Mathayo 16 mstari wa 28. Amin, nawaambia kuna wengine wamesimama hapa ambao hawataonja mauti hata watakapomuona Mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Habari. Je, unaona tofauti hizo? Ni wazi kabisa mtu anapokuonyesha. Unaposoma Injili 3 za muhtasari, inakuwa wazi kabisa. Nini kinatokea hapa? Kwanza ulikuwa ufalme wa mbinguni. Kwanza ulikuwa ufalme wa Mungu. Pili ilikuwa ufalme wa Mungu. Ya tatu hipi? Hakuna kutajwa kwa ufalme wa Mungu kwa sababu ni mwana anakuja na ufalme wake. Ufalme wa mbinguni na ahadi kwa Wayahudi wote, ahadi yao ya utawala wao wa milenia kutoka kwa historia. Pretty mambo. Sawa. Hebu tuangalie. Je, safari hii ya awali ya Luka imeunganishwa wapi? Kwamba jambo linalofuata bang litatokea. Watakuwa katika mbingu ya tatu. Iko hapa katika Ufunuo sura ya 5. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitua hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake. Unaona, kabla hata ile mihuri haijatokea. Kwa hayo, kwa maana ulichinjwa, ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukatufanya kuwa mafalme na makuhani kwa Mungu wetu. Habari, mara 10,000 maelfu ya mahemaho. Sehemu ya katikati ya safari iko wapi huko Marko? Naam, angalia hii. Je, unakumbuka kile tulichosema hivi punde kuhusiana na kesi ya awali? Ni kabla hata mihuri haijafunguliwa. Tunaenda kwenye sura ya 6. Ni kabla ya mpanda farasi mweupe. Kumbuka, tumefundisha hivi karibuni kuhusu mpanda farasi mweupe, kwamba mpanda farasi mweupe ni Mwana wa Adamu. Anakuja baada ya harusi ya siku 7 ya kabla ya dhiki. Anakuja siku ya 8 na atakuwepo hapa akionya pamoja na kundi la watu, na atakuwa hapa kwa siku 40. Yeye ndiye farasi mweupe. Angalia, inatukia kabla ya mpanda farasi mweupe katika Ufunuo 5. Vipi kuhusu Luka 21? Katika Luka 21, kumbuka tuliongelea kuhusu kabla ya tribu imetajwa tu katika hotuba ya Luka. Ni hapa katika Luka 21 mstari wa 36, kesheni basi kila wakati mkiomba ili mpate kuhesabiwa. Anastahili kuepuka mambo haya yote yatakayotokea na kusimama mbele ya Mwana wa Adamu. Hii ndo aya ya kabla ya trib ya aya zote za kabla ya trib. Sasa, vipi kuhusu Marko? Unakumbuka kile tulichosema hivi punde katika Marko? Imeona ni wakati uliopita. Maana yake watakuwa wameuona ufalme wa Mungu ukija kwa nguvu kabla hawajachukuliwa katika unyakuo wao wa umati mkubwa wa katikati ya kabila. Naam, angalia hii. Katika Ufunuo sura ya 7, ngoja, angalia kile kilichotokea katika Ufunuo sura ya 6. Mwisho wa mwaka wa 6 wa mihuri, mwisho wa muhuri wa 6, Mwana wa Adamu anakuja. Mwanakondoo yuko hapa katika wakati wa ghadhabu yake kuu. Halafu katika Ufunuo 7 ndipo wale 144,000 wanatiwa muhuri. Kisha unapata unyakuo wa umati mkubwa wa katikati ya dhiki ambao ni kundi linaloenda paradiso.
Sasa kwa nini? Ni kwamba watakuwa wameuona akija ufalme wa Mungu ukija kwa nguvu. Kwa nini watakiona kikija kwanza? Naam, sasa unaelewa. Kwa sababu katika Ufunuo 6 anaonekana akija mwishoni mwa mwaka wa 6. Kisha wale 144,000 wanatiwa muhuri, na kisha ni wakati wa kunyakuliwa kwa umati mkuu katikati ya kabila. Kwa hiyo watakuwa wameona ufalme wa Mungu unakuja na nguvu kabla ya wakati wao wa kutoweka katikati ya kabila. Umati mkubwa unatokea, sio pori hilo. Tazama hii, wanakwenda wapi? Kumbuka kile Yesu alisema katika Yohana sura ya 14 mstari wa 2 na 3, katika nyumba ya Baba yangu kuna makao mengi, kama sivyo ningekuambia. Naenda kuandalia mahali, na nikienda na kuandalia mahali nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Hapo nilipo huko naweza kuwa bia. Anafanya nini? Anakuja na ufalme wa Mungu pamoja na paradiso kuwapokea, ili pale yeye alipo wawepo pia. Unaona, anapokuja na mahali palipotayarishwa, huyo si yeye anayeshuka kwa miguu yake kwenye mlima wa Mizeituni. Huyu ndiye anakuja na peponi. Huu ni unyakuo katikati ya kabila la umati mkubwa, na sababu ni wakati uliopita ni kwa sababu watakuwa wamewaona wakija kabla ya kabila lao la kati. Nzuri, unyakuo wa umaki. Sasa vipi kuhusu Mathayo? Mathayo 16 inasema wengine hawataonja mauti mpaka waone mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Ni lini mwana wa Adamu anakuja katika ufalme wake? Ufunuo sura ya 11 kwenye tarumbeta ya 7, ambayo ni mwanzo wa mwaka wa 14, wakati Bwana anarudi na kushuka kwa miguu yake juu ya mlima wa Mizeituni. Inasema, na malaika wa 7 akapiga tarumbeta. Kukawa na sauti kuu mbinguni zikisema, ufalme wa dunia umekuwa ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake, naye atatawala milele. Angalia Ufunuo 10 inasema nini katika mstari wa 7. Lakini katika siku za sauti ya malaika wa 7 atakapoanza kupiga baragumu, siri ya Mungu itatimizwa. Je, unaelewa hiyo? Je, unaelewa kwa nini? Twende kwenye hotuba ya Mathayo. Katika hotuba ya Mathayo kwenye mstari wa 29, mara tu baada ya dhiki ya siku zile, mwanzoni mwa tarumbeta ya 7, ambayo ni kuja kwa Bwana, wakati kila kitu kitafunuliwa, inasema kwenye mstari wa 31, naye atawatuma malaika zake kwa sauti kuu ya tarumbeta. Unajua, hakuna mahali panapotajwa sauti ya tarumbeta kwenye hotuba ya Luka au kwenye hotuba ya Marko. Je, unajua kwa nini? Kwa sababu wakati wa kuja kwake mwana wa Adamu juu ya mawingu baada ya mateso ni kwenye baragumu ya 7, tarumbeta ya mwisho ya Ufunuo sura ya 11. Pre-trib, mid-trib and post-trib katika Luka sura ya 9 mstari wa 27, katika Marko sura ya 9 mstari wa 1, na katika Mathayo sura ya 16 mstari wa 28, kabla, katikati na chapisho. Natumai hii inakubariki. Kumbuka kulike, kushare na kusubscribe. Tutazungumza nawe hivi karibuni. Kwa heri kwa sasa.